Bwana Suma, nimeona video mwanangu, nataka kwenda kwa Madiba nini? Nataka kwenda kwa Madiba kwenda kuonyesha wale watu ambao wanaishi vizuri. Mzee mwenzangu. Huko kwa Madiba hapo unapotaka kwenda. Ndio tunajua kile kiwanja unaendaga nini, ushanielewa bwana. Sema kiwanja kimebadilika tofauti na ulipokuwa unaendaga, au sio? Labda uende kwa washikaji zako kwa Belville pale nini ndio kachukue wale kwenye mageto yao, lakini watu ambao wanajielewa hawawezi wakakubali, hakuna hata mmoja. Yaani wakikubali mwanangu, nimekaa pale wakikubali. Kwa sababu gani nasema hawezi wakakubali? Mimi nilikuwepo. Na nilikuwa na wazo tena hilo. Wakasema mdogo wangu, hatuwezi kuonyesha mazingira tunayokaa kwa sababu kwanza sisi kwa sisi hatupendani. Alafu mimi nikisha kuonyesha kwangu hapa address, unaweza kashangaa siku ya 2 ya 3 ya 4 na aletewa wazee wa mchongo. Kama sio wazee wa mchongo basi watu wanakuja kabisa kuniingilia na kutoka na wai wangu. Umeona? Kwa mdogo wangu nikija kujionyesha mimi kwangu hapa, labda vitu vyangu nilivyokuwa navyo ndani, wabongo mimi watanitamani. Naona hawa watu wanaongea hivyo kwenye akili zao na maisha yao. Alafu na vile vile ndugu yangu, kama unavyojua wewe umekaa kile kiwanja, watu wenye maendeleo hawafiki. Kwa mfano kija Cape Town nzima, watu ambao wenye hela chafu wanajulikana, hawafiki hata watu 15. Hawafiki, yani hao ndio wanaishi vizuri, Matebo View huko wapi Masi Point, Stikini Point, hawafiki 15 kwa Watanzania ambao wanajulikana. Alafu watu 1500 wote wanalala nje, au wengine ndio wale maisha ya kushare chumba nini, unajua ghetto hivi na hivi, watu wameshare na nini, ushanaelewa, ndio inakuwa hivyo. Lakini wale kija feel siko kabisa wanajiweza, yani ambapo mtu anasukuma ndinga la maana nikapatia, hawafiki 20 Cape Town nzima. Ukija Joburg ndio hivyo, Deben ndio hivyo. Hiyo Deben unayozungumzia wewe ndio Deben ambayo inaongoza kwa watu kupigana vilungu vya kichwa. Umeona? Sio umeona Chidi yule? Wamemfanya nini? Hiyo Deben. Haya, huyu mwingine Rashidi mwingine wa Mulati so wamemtia gongo hapo bro hapo. So bongo wale. Au mtu eti nataka kuonyesha eti kwangu mimi hapa naishi hapa nini? Hili ndio kitu langu, vitu vizuri. Oya. Kesho kimwona mtaani wanazaa naye mpaka mtaani. Wanamteka huko unajua bongo nini? Ayo. Warangu nenda watu wakatembea na kamera zako hizo. Mimi nakwambia mdogo wako. Oya, Suma, mimi nakwambia mdogo wako. Mimi nilikuwepo pale, nimeishi pale. Ushaona bwana. Na wewe unakujaga pale nini? Pamoja na kujaga kwako wenyewe, watu wenyewe wengine walikuwa wanakutamani vile vile. Sasa hivi tunajipeleka msobe. So mwana washaanza kwenye comment section ya kuandika, "Bwana usi na nini?" Sasa subiri uende. Oya. Hawasimbilisi sikio wanatakaga nini? Yaani hawaelewi kwamba wameenda kutafuta maisha, wameenda kuvuta madawa, wameenda nini? Kwa sababu wanaenda kutafuta maisha, washafanikiwa, wapo na maisha yao. Wanaishi na kila siku watu wanarudi bongo, ushanaelewa? Hawa simbilisi hawa. Ambao kila siku hapo. Ndo hapo wengine wana comment chini ujinga nini. Wewe comment ujinga, watu maisha yanaenda. Watu wanapambana. Ndo kama hivyo, tutakuja, tunawachora, tunaondoka. Tunakuja, tunachora, tunaondoka. Kwa siku unasema wadogo, huyu akija hapa kuja kutuchora. Natumia hela zangu. Nishaomba msaada hapo. Nikatoa tiketi nirudi. Sasa nyie subirini tu. Oya Suma ndugu yangu, nakusii. Nenda lakini kwa makini. Bila watu ambao watakwenda kwa nani matajiri huwezi ukawapata. Hakuna hata mmoja atakayekubali. Na kama akikubali anajijua mwenyewe anajitia kwenye dhama gani. Wale wazee maana wabongo wenyewe ndo tunaangalia na hivi michongo. Huyu kaja harusi nini? Huyu bwana maisha yake hivi na hivi, huyu hivi na hivi na hivi.
Kumbe anakaa pato na kuchora, mwisho wa siku papo anakuja anavuja anapiga mshindo anaondoka. Ukileta ubishi ndio unakuwa kama bulati ule au chini unapigwa lungu la kichwa mzee unazima, na mwingine anaendelea kudadeki. Bwana one man army naitwa. Bado tupo sana na bado tutazurura sana. Jamani, ngoja tuondoke.